Asubuhi ile, ukimya mzito ulitawala msitu. Watu wa kijiji walisimama kwa mbali, wakilitazama lile duara kubwa lililochorwa ardhini. Hakuna aliyethubutu kusogea karibu. Hewa ilikuwa nzito, kama kuna kitu kilikuwa kinawasubiri. Mzee mmoja alijaribu kusogea hatua moja mbele, lakini ghafla upepo mkali ulivuma na sauti ya chini ikasikika, kama kitu kilikuwa kinapumua ndani ya duara lile. Wote wakarudi nyuma kwa hofu. Ndani ya duara kulikuwa na kivuli, lakini safari hii hakikuwa peke yake. Nyaza alikuwa amepiga magoti katikati yake. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, lakini uso wake ulikuwa na utulivu wa ajabu. Alikuwa amefanya uamuzi. Kama lazima kuwe na mwisho, alisema kwa sauti ya chini, basi iwe mimi. Kivuli kile kilianza kusogea polepole kumzunguka, kama kinamsikiliza. Kwa mbali, Loemba alionekana akija kwa kasi. "Nyaza, hapana!" alisema kwa sauti yenye maumivu. Alijaribu kusogea mbele, lakini nguvu isiyoonekana ilimsukuma nyuma. "Hii ndiyo njia pekee," Nyaza alisema. "Sitaki kupoteza kila kitu tena." Kivuli kilianza kukua, kikazunguka duara lile kwa kasi zaidi. Hewa ikawa nzito, ardhi ikaanza kutetemeka, na ghafla sauti ile ilisikika tena, "Sadaka imekubaliwa." Nyaza alifumba macho yake pole pole. "Loemba, nakupenda." Mwanga mkali ulilipuka. Kimya. Kila kitu kilisimama. Kivuli kilipotea, na duara lile likabaki tupu. Loemba alipiga magoti. "Nyaza!" Lakini hakukuwa na jibu. Miaka ilipita. Hadithi ikageuka kuwa simulizi. Lakini siku moja, msichana mdogo alizaliwa, na jina lake Nyaza. Lakini usiku mmoja alisikia sauti ikimuita, na mbali, ndani ya msitu, kuna kitu kilikuwa kimesimama kikiwatazama. Laana haikuisha, ilibadilika tu. Makorati. Mwisho. Subscribe, like, share na comment kwa simulizi nzuri zaidi.